Leo tutazungumzia kuhusiana na machozi ya mapenzi. Msimulizi wenu ni mimi Mustafa Feluz. Musa alizaliwa katika familia masikini sana, katika kijiji kidogo kiitwacho Mwavuli, mashariki mwa Tanzania. Kijiji hicho kilikuwa kimetulia, kikiwa kimezungukwa na mashamba ya chai na milima yenye ukungu mzito na mito iliyokuwa safi kama machozi ya mtoto. Maisha ya kule yalikuwa magumu, lakini pia yalikuwa ya amani kwa waliokuwa na mioyo ya uvumilivu. Musa alikuwa mmoja wao. Wazazi wa Musa walifariki katika ajali ya gari akiwa na umri wa miaka 7 tu. Tangu hapo alilelewa na bibi yake Mama Manka, mwanamke mwenye moyo wa chuma na mikono ya upendo. Walikuwa na nyumba moja ya udongo yenye paa la nyasi, vyumba viwili vya kujibana na sehemu moja ya kupikia kwa kutumia kuni. Musa alipofikisha miaka 16, tayari alikuwa mtu mzima kwa vitendo. Aliamka mapema kila siku kuenda kutafuta maji mtoni, kuchanja kuni msituni na kusaidia watu kuchimba visima kwa mikono yake. Hakuwa na viatu, nguo zake zilikuwa za kupokezana kutoka kwa watoto wa jirani, lakini alikuwa na zawadi moja ambayo ingeweza kufunikwa na mavumbi ya umasikini: moyo wa upole na ndoto kubwa. Aliota kuwa siku moja angeandika hadithi zake mwenyewe, kwamba sauti ya mtu masikini nayo ilikuwa na thamani, kwamba angependa na kupendwa bila mipaka ya hadhi wala mali. Alifundishwa kusoma na kuandika kutoka kwa mwalimu mmoja aliyekuwa mstaafu akiishi jirani, Mzee Ruhuza, ambaye alipendezwa na bidii ya Musa na kumfundisha kwa moyo. Musa alipenda sana kukaa juu ya jiwe kubwa pembezoni mwa mto, kuangalia jinsi maji yalivyotiririka kwa kasi, kana kwamba yalikuwa yanakimbilia mustakabali wake. Huko ndiko ndoto zake zilitokea, ndoto ya kuondoka kijijini kwenda mjini kusoma, kuwa mtu wa maana na pengine kumpenda mtu wa kweli. Lakini hakujua kuwa ndoto hiyo ilikuwa karibu sana kujaribiwa kwa njia ya ajabu. Siku moja jua lilikuwa kali sana na Musa alikuwa msituni akikata kuni. Msitu huo ulikuwa mbali kidogo na mji, ukitenganishwa na njia moja ya vumbi ambayo magari machache yaliyokuwa yakipita. Wakati akikata matawi ya mti wa mkuyu, alisikia mlio wa gari, si kawaida kwa eneo hilo. Alisimama, akainua kichwa, na kwa mbali aliona msafara wa magari manne ya kifahari yakielekea sehemu ya maporomoko ya maji ya kijiji hicho. Lakini wageni hawakuwa wakija mara kwa mara. Musa alijificha nyuma ya mti. Aliogopa, si kwa sababu halikuwa na hatia, bali kwa sababu hakuwa na mahali pa kupatana na dunia ya watu waliokuwa ndani ya magari hayo. Gari la kwanza lilisimama, kisha la pili wakafungua mlango, na watu waliovaa mavazi ya bei ghali wakaanza kushuka. Mmoja wao alikuwa msichana mrembo mwenye gauni refu jeupe, nywele zilizofumwa kwa ustadi wa hali ya juu na macho yaliyong'aa kama maziwa ya usiku. Alitabasamu kwa wenzake, akikimbilia karibu na maporomoko huku akipiga picha kwa simu yake ya kisasa sana. Musa alimtazama kana kwamba alikuwa anaota. Kwa muda mrefu hakuwahi kuona kitu kizuri namna hiyo, si katika kijiji, si katika ndoto zake. Lakini ghafla msichana huyo aliteleza juu ya jiwe lililokuwa na mwani. Alipiga yowe, na kabla hajadondoka kabisa, Musa alitoka mafichoni kwa kasi, akamkamata mkono wake na kumvuta pembeni, akamzuia kuangukia maji. Pole sana, ulikuwa karibu kuumia, alisema Musa kwa sauti ya aibu. Msichana alimtazama, macho yao yakakutana. Kimya kilitanda kwa muda, kama dunia nzima iliwazuia kupumua. Asante, msichana alisema kwa sauti ya upole. Ningekuwa maji sasa hivi bila wewe. Musa alijikuta kichwa si kitu. Nilikuwa karibu tu, nikaona. Msichana huyo alicheka kidogo. Unaitwa nani? Musa. Mimi ni Amina. Nashukuru kwa kujua Musa. Kwa sekunde chache zilizofuata, walionekana kana kwamba walizaliwa kwa dunia moja.
Walizungumza kwa muda mfupi kuhusu maisha ya kijijini. Musa akamweleza kidogo kuhusu maisha yake. Amina alisikiliza kwa makini, macho yake yakielezea mshangao, huzuni na kuvutiwa kwa namna fulani. Lakini ghafla mmoja wa walinzi wa msafara akaja mbio. Bi Amina, uko wapi? Baba yako anakuulizia. Nenda, alimjibu kwa haraka. Kisha akamwangalia Musa kwa sekunde ya mwisho. Tutaonana tena, alisema. Nitaona njia ya kurudi. Alirudi kwa haraka. Musa alibaki pale pale, akiwa bado hajashusha pumzi. Alijua kitu kimebadilika, na kweli kilikuwa kimebadilika. Siku ile Musa hakuwa tena yule kijana tu wa kuchimba visima. Alikuwa kijana aliyegusa moyo wa mtu kutoka dunia nyingine, na hata kama ni kwa muda mfupi, aliwahi kumwokoa Malkia. Je, Amina atarudi kama alivyoahidi? Na je, Musa atamkaribisha bila kuogopa tofauti ya dunia zao mbili? Leo tunaishia hapa, Machozi ya Mapenzi.